Mbele yetu hapa ni ESR Analyzer 3000. Mashine hii inatumika pia katika kupima damu, na tunachoangalia hasa katika kipimo hiki ni kujua mgonjwa ana vimelea vya maradhi ambavyo pia ni vya muda mrefu. Kwa hiyo ndo mashine ya ESR inatumika kutupa taarifa hizo kwa mgonjwa wetu. Kwa hiyo itatusaidia sisi kujua kama hayo maradhi aliyokuwa nao ni ya muda mrefu, ili kuweza kumwezesha daktari pia kujua inawezekana dawa ambazo anatumia hazimsaidii mgonjwa, ili aweze kuendelea naye na matibabu kwa ukubwa zaidi. Makundi ya damu, uchunguzi wa usalama wa damu pamoja na uhifadhi sahihi huchagiza katika kuokoa maisha ya wagonjwa kila siku. Huduma ya benki ya damu ina jukumu muhimu la kuhakikisha upatikanaji salama wa damu kwa wagonjwa wanaohitaji huduma za haraka. Idara hii inahusika na upimaji wa makundi ya damu pamoja na cross match, au tunaweza tukasema mwingiliano wa damu, kuoanisha makundi ya damu. Sofa kwa muda huu tuna hizi friji zetu zipo mbili. Friji ya kwanza hii hapa tunahifadhia zile damu ambazo ni salama, tunaita safe blood, lakini friji hili hapa tunahifadhia zile damu ambazo tayari tumeshazifanyia mchakato kwa ajili ya kwenda kwa wateja, ambazo zinasubiri kwenda kwa wateja, ndio tunatunza damu hapa. Lakini pia tuna hichi kifaa kinaitwa centrifuge, kinatumika kwa ajili ya kuseparatia damu. Kwa hapa tunafanya blood grouping pamoja na cross match. Blood grouping, mteja anapokuja, kabla haujamuongezea damu, ni lazima uweze kujua ana kundi gani la damu. Kwa tunafanya, baada ya hapo tukishajua kundi lake la damu, ndio tunaenda kufanya kipimo cha cross matching. Kipimo cha cross matching kuangalia mwingiliano wa damu A na A kama zinaendana. Tunatumia hii mashine kufanya hiyo separation ya hizo damu. Then baada ya kuseparate tunahitaji kile serum, ile serum ndo tunatumia pamoja na whole blood. Tunaseparatisha kwa dakika 3. Then baada ya hapo tunaosha mara 3. Tutaosha mara ya kwanza, tutaosha mara ya pili, tutaosha mara ya 3. Baada ya hapo tutatengeneza 5%. Jinsi ya kupata 5%, tunachukua 1 drop ya hii washed cell ambayo tumeipata after washing 3 times. Tutachukua drop moja ya washed cell, then tutachukua drop 19 za hii normal saline, tutamix, then tutakuwa tumepata 5% ya washed cell. Sasa hapo ndo tutaweza kuendelea kufanya blood grouping. Tunatumia this reagent, tunatumia reagent ambazo ni kwa ajili ya kufanya blood grouping. Hii inaitwa anti-sera, ina anti-A, kuna hii anti-B, kuna anti-AB, lakini pia tuna anti-D. Damu zetu zinapangwa kwa mpangilio wa groups ya makundi ya damu. Tuna aina 4 za makundi ya damu, ambapo tuna group A, tuna A positive na A negative, tuna B positive na B negative, tuna O positive na O negative. Kwa hiyo hapa tumepanga zote positive, huku tumepanga negative, hapa AB positive, O positive. Lakini mara nyingi zile group negative huwa ni rare group. Yaani tukisema rare group ni group ambazo ni mara chache zinapatikana kwa uchache. Kwa hiyo unakuta katika sorting yetu, labda katika unit 100 ambazo tunapata, tunaweza tukapata negative labda A1, B1, kwa hizo huwa zinapatikana kwa uchache. Lakini pia nilisema ili group, hii friji inatumika kwa ajili ya zile damu ambazo tayari zimeshafanyiwa kazi, ambapo hata hapo umeona imeandikwa compatibility tested unit, ambazo zinakuwa kwa mfumo kama huu. Inakuwa na jina, kunakuwa na tags ambayo inaonyesha jina la mgonjwa, file number, group ya mgonjwa, na hii group ya hii unit ambayo mgonjwa amepewa, unit namba yake, pamoja na mhusika ambaye amefanya
ameandaa hii damu, lakini pia inaonyesha tarehe pamoja na wodi na muda husika. Kwa jina naitwa Abedi Kisambwe, ni mtaalamu wa maabara hospitali ya rufaa mkoa wa Tanga. Hii ni idara ya maabara inayojihusisha na upimaji wa wingi wa virusi vya ukimwi, yani HIV viral load. Hii ni mashine yetu ambayo inayotumia teknolojia ya juu sana, inaitwa Hologic Panther, ambayo kazi yake tuliyosema inapima wingi wa virusi vya ukimwi HIV viral load. Ina uwezo wa kufanya sample 752 ndani ya masaa 24. Kwa mfano hapa kinachofanyika hapa, mashine sasa hivi ndio inafanya hizo sampuli kwa kupima. Prosesi nyingi zinazofanyika kwenye mashine inafanya mashine yenyewe kwa kutumia teknolojia ya juu sana. Watu walioko kwenye vituo wanaweza kupata majibu ndani ya muda mchache sana. Ndani ya siku hiyo hiyo majibu yakishafanyika yanaweza kuwafikia wateja wetu walioko kwenye vituo vya mbali, kwa mfano Kabuku, Handeni na maeneo mengine yote mkoa wetu wa Tanga, wanapata majibu kwa wakati sahihi. Lengo kuu la idara ni katika kuboresha huduma bora kwa majina anaitwa Naima Bakari Mohamed, ni mteknolojia maabara katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga Bombo. Nipo katika idara ya parasitology. Hapa tunapima vipimo vinne, ambapo tunapima malaria, tuna kipimo cha mkojo na tuna kipimo cha haja kubwa. Lakini pia tuna kipimo cha malaria kwa njia ya darubini, na malaria imeganyika pia katika sehemu mbili. Tunapima rapid ambayo ni tunatumia tu kitepe, lakini pia kuna kupima kutumia hadubini. Tuna mashine hii hapa ambayo inatusaidia katika upimaji wa mkojo, lakini pia tuna hadubini ambayo inatusaidia katika upimaji pia wa mkojo na kinyesi ambao ni haja kubwa, na tuna kaseti ambazo tunasaidia kupima vimelea, uwepo wa vimelea vya malaria, lakini pia tuna slide na hiyo microscope nyingine. Kwa hiyo in short tuna microscope mbili, hizi hadubini mbili ambazo tumezitenganisha. Moja inahusika na vipimo vya haja kubwa na haja ndogo, moja inahusika na vipimo vya malaria. Idara nyingine ni ya microbiology, ambapo wataalamu huchunguza vimelea mbalimbali vinavyosababisha magonjwa ili kusaidia kutoa tiba sahihi kwa wagonjwa. Karibuni idara ya microbiology. Kwa majina naitwa Hassan Adam, ni afisa mteknolojia maabara. Idara ya microbiology humu tunashughulika na kufanya kipimo cha culture and sensitivity ili kugundua vimelea vya wadudu au bakteria wanaosababisha maradhi. Tunafanya kipimo cha culture kwa damu, mkojo, majimaji yanayotokana ndani ya mwili mbalimbali, yote tunafanya culture. Humu ndani tuna vifaa ambavyo tunavitumia kufanya shughuli hii. Hapa tuna biosafety cabinet, ni kifaa kikubwa kwa ajili ya kufanya sampuli za TB. Kwa hiyo sampuli zote za TB huwa tunaziprocess kupitia mashine hii ya biosafety cabinet. Na pia tuna friji kwa ajili ya kutunzia antibiotic discs kwa ajili ya vipimo vya culture na sensitivity. Ila pia tuna incubator kwa ajili ya kuhifadhia sampuli zile pindi tunapootesha vimelea, pamoja na tuna friji. Idara ya microbiology tuna vyumba vitatu. Hichi ni chumba chetu cha pili, na hii mashine inaitwa Bactec machine. Bactec machine ni mashine kwa ajili ya kuincubate blood culture, damu zinapoletwa kwa ajili ya kufanyia culturing. Kwa hiyo hii mashine ndo tunatumia hizi tubes ambazo zinakuja na sampuli ya mgonjwa. Kwa hiyo hii sampuli ya mgonjwa tutairegister kwenye mfumo na kuiweka kwenye mashine hapa kwa ajili ya kufanya detection ya wale microbes, wale wadudu. Tukishaiweka hapo, ikishatupa detection, ndio tutarudi kule na kuipanda kwenye media zetu kwa ajili ya kumgundua ni mdudu gani na kumfanyia AST, yani kumwekea dawa ili tujue ni dawa gani inaweza kumfanyaje kumdhibiti huyo mdudu. Hapa tuna mashine ya kisasa zaidi inaitwa Vitec 2 Compact. Hii ni mashine ya kisasa kwa ajili ya kufanya culturing. Hapo nyuma vipimo vya culture vilikuwa vinatumia siku 3 mpaka 5, lakini kwa kupitia mashine hii tunapata majibu ndani ya kuanzia masaa 3. Mashine hii inatumia kiwango kidogo sana cha sampuli kupata majibu. Kwa hiyo sampuli huwa tunaziandalia hapa ndani na tunaziingiza ndani ya mashine hii Vitec kwa ajili ya kupata majibu, ambapo inatupa majibu kuanzia masaa 3 hadi masaa 18. Maabara bora
ni msingi wa tiba sahihi na afya jamii. Kwa ushirikiano wa idara mbalimbali, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga Bombo inaendelea kuimarisha huduma za maabara kwa lengo la kutoa matokeo sahihi, huduma bora na kuokoa maisha ya wananchi. Huduma zetu katika idara yetu ya maabara, sisi kama watumishi tunafanya kazi kwa pamoja, kwa kushirikiana. Kama nilivyokutangia, vitengo vyote hivyo kila kimoja kinapotekeleza wajibu wake, ndio tunapata majukumu yale niliyotaja ya maabara. Kwa kushirikiana, kila mmoja akifanya kazi yake akashindwa kutekeleza wajibu kwa ukamilifu, tayari maabara inakuwa haijakamilisha wajibu wake na majukumu yake. Majukumu yote tunayofanya kwa idara ya maabara kwa kutumia vitengo hivyo kama hizo timu yako chini ya usimamizi wa idara yetu moja, kitengo chote kimoja muhimu, kitengo cha huduma za ubora. Hiki kinaongozwa na mkuu wa kitengo cha quality officer wa upande wa maabara. Kwa hiyo yeye ndio anatoa miongozo ya yote inayotakiwa idara zetu zitekeleze majukumu hayo kwa ushirikiano wa mkuu wa idara na wafanyakazi wengine wote. Na yeye anafanya kazi chini ya kufuata miongozo ya kimataifa, tunaita International Standard Organization, ambayo ni ISO. Ya kwetu ya maabara ni ISO 15189 ya mwaka 2022, ndio inayotuongoza kwa sasa. Mgonjwa akitoka hapa na majibu ambayo amepima hapa, tumempima hapa kwetu, akaenda nao nchi nyingine yoyote ile duniani, majibu haya yanaaminika na kukubalika kwamba ni majibu sahihi, kwa sababu majibu hayo maabara imekuwa accredited kwenye eneo hilo la majibu ya mgonjwa. Kwa ufupi, naomba hiyo ndio huduma za maabara. Tunakaribisha wateja wetu, tunakaribisha madaktari, tunakaribisha wagonjwa kutoka nje. Karibuni Bombo. Afya yako dira yetu. Tupo tayari kwa ajili ya kukuhudumia.